tunaendelea na episodi yetu ya 4 ya mashine hii kali kabisa inajulikana kama My Demon. Mambo ni fire I say. Kabla tujaendelea na mashine hii kali, nikukumbushe tu kama ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu, basi hakikisha unafanya hivyo mtu wangu wa nguvu, ili kuweza kujiunga na familia hii ya burudani na kupata kazi zetu mara tu tunapoziachia kazi zetu I say. Na hapo utakuwa umetisha kinoma noma. Okay, let's go my people. Episode ya 4 inaanzia pale pale tulipoishia episode ya 3. Tunaona mwanadada wetu Do-hye anatoa pete na kumwambia mtaalamu wetu Jong-guyon kwamba marry me, yani mwanadada ana propose ndoa aise. Na tukio hilo linafanya watu wote wabaki na mshangao mkubwa sana, kwani kila mtu hakutarajia tukio lile aise. Guyon akiwa baridi kinoma noma akitafakari tukio lile, basi mwamba Guyon bila kufikiria anajibu akimwambia Do-hye I don't want to, akimaanisha anamkataria mwanadada Do-hye juu ya swala lile la kumwoa. Oya, ili jambo kila mmoja linamwacha mdomo wazi. Hakuna aliyetarajia kwamba mwanadada Do-hye atakataliwa ise. Do-hye anaonekana amepaniki sana kwa jibu lile. Basi binamu yake Do-hye anasogea na kumuita Do-hye, lakini Do-hye alikuwa na hasira sana na kusema don't speak anything kwa uchungu na kuanza kuondoka, huku mtaalamu wetu Jong-guyon akimfuata kwa nyuma. Do-hye alipoona vile, anasimama tena na kumuuliza Jong-guyon, wewe umenikataa tena mbele za watu, kwa nini bado unanifuata? Jamaa anamujibu akimwambia kwamba of course kukulinda mimi ni bodyguard wako, akiendelea kwa kusema I keep my work life and personal life separate, akimaanisha kwamba kazi na mahusiano yeye huwa achanganyi kabisa. Oya, ni balaa tupu aisee. Basi wanatoka eneo lile, huku kila mmoja akionekana amechanganyikiwa sana. Sini na hama na kutuonesha wakiwa kwenye gari, na bibie Do-hye akaanza kumuuliza Jong-guyon kwa nini alimkataa mbele za watu, akimwambia kwa nini ulikataa, au kwa sababu nilikuwa serious sana, na kumwambia tufanye kama ilikuwa ajali tu, wala tusizungumzie tena. Basi wanafika nyumbani na Do-hye anashuka na kuelekea nyumbani kwake na kusahau ile barua kutoka kwa Madam Ju. Basi Guyon anaichukua na kumfuata ili ampatie. Do-hye ameingia ndani kwake, anajiungenesha mwenyewe tu, yani amepagawa kinoma. Anasema kwanza hakuna kilichokuwa serious, ilitokea tu nikamuona Jong-guyon wakati ule. Mara anasema tena, na maanisha kama ulikuwa utaki kunioa mimi, kwa nini kila wakati unatokea mbele yangu? Oya, bibi Do-hye anafoka kinoma ise. Sasa bana, kumbe mtaalamu wetu Jong-guyon ndo alikuwa mlangoni kuileta ile barua ya Do-hye. Aliposikia vile akaanza kuondoka, lakini baada ya hatua kadhaa akawaza kwamba ile barua inaweza kuwa ni ya muhimu sana kwa Do-hye. Oya, ile anarudi anasikia bibi anasema hapana, bunduki ile ya kuulia wanyama itakuwa nzuri kwake kwa kuwa yeye sio binadamu. Mwamba Jong-guyon akaone, bora nisionekane mbele yake kwa sasa, na kuondoka zake aise. Basi Jong-guyon anarudi nyumbani kwake, wakipiga story na mfanyakazi wake. Anamwambia kuwa leo amekutana na mambo asiyoyaelewa kabisa kwenye huu dunia ya binadamu. Basi yule mfanyakazi anauliza nini kilichotokea? Jong-guyon anaendelea kwa kusema leo ilikuwa ni msiba wa Madam Ju, mkurugenzi wa Miracle Group Company. Cha kushangaza ilikuwa kama sherehe, watu walionekana wanafurahi isiyo ya kawaida. Na cha ajabu zaidi, mimi kama bodyguard, Do-hye ameniomba nimuoe. Upande wa pili Do-hye anaingia mtandaoni. Oya, anakutana na bonge la skendo. Mrithi wa Miracle Group amekataliwa. Oya, hii habari inamstua kinoma noma mwanadada Do-hye. Pale pale anampigia Guyon na kumwambia kwa hasira, nahitaji kukuona sasa hivi, kisha kukata simu. Basi mwamba anaenda mahali husika na kumkuta Do-hye kavaa miwani ya jua kwa lengo la kuficha uso wake. Basi Guyon anamuuliza kwa nini mwanadada Do-hye amevaa vile, akimwambia anadhani yeye ni superstar au ni nani. Do-hye anamjibu akimwambia ndo maana wewe ndo ulinifanya niwe celebrity, yani kamfanya ajulikane kila mahali. Kisha anatoa simu yake na kumuonesha ile skendo iliyopo mtandaoni. Kisha anamuuliza tena, kwa nini ulinikataa kwa speed ya light? Anaendelea kwa kusema, au kwa sababu uliofia status nilionayo, ukaona watu watasema unalelewa, ndo maana ukaogopa kusema yes? Oya, kumbe hata Korea wahuni wa kulelewa wapo Basi kwa upole, mwamba Jong-guyon anamwambia Do-hye, kama nilivyokwisha kukuambia, mimi plani yangu ni kuwa single.
So, hakuna sababu nyingine. Oya, Dohei anasema, hata mimi plani yangu ni hiyo hiyo. Jung-Yeon anaendelea, safi, kama ni hivyo, tusahau kila kilichotokea. Bibie kwa hasira anamwambia Jung-Yeon, asante kwa kunikumbusha kusahau, kitu kimenizalilisha sana, lakini dunia nzima ielewe sasa hivi. Jung-Yeon anauliza, kwa nini mimi lakini? Kwa nini kati ya watu wote wale ukanichagua mimi? Akiendelea kwa kusema, au ni kwamba unanipenda kweli? Oya, binti Dohei, moyo unaluka mpaka uso unabadilika ise. Naanza pata shaka, Dohei anampenda mtaalamu wetu. Basi pale pale kwa hasira anamwambia Jung-Yeon, hata dunia nzima wanaume wote wakifa, hakuna namna ya yeye kumpenda wala kuolewa naye. Kisha anageuka zake na kuanza kuondoka, huku akijisemea, amenikataa tena yani. Nakataliwa mara 2 ndani ya siku moja. Basi Jung-Yeon anamwambia atamwendesha kumpeleka nyumbani, lakini Dohei anakataa. Na ndipo Jung-Yeon anamwambia, vipi kama huko anakoenda atamwagiwa tena asidi? Hapo Dohei anasimama na kumwambia, washa gari. Ndipo wanaingia kwenye gari na kuondoka. Sini inaama na kutuonesha jamaa moja hivi akiomboleza msiba wa kaka yake. Tunaambiwa huyu jamaa ni mdogo wake yule jangili ambaye Gu-won alimuua baada ya muda wa mkataba kuisha. Basi jamaa anaonyeshwa video ya Gu-won na kusema kwa hali yoyote ile atahakikisha anamuua Gu-won hata kama itagharimu kiasi gani. Basi anatoa oda ya kwamba Gu-won atafutwe kwa hali na mali. Upande mwingine, Gu-won akiwa nyumbani kwake anapata kumbukumbu za kipindi hicho cha zamani, na inaonyesha kuwa mtaalamu wetu hapo mwanzo aliwahi kuwa binadamu wa kawaida. Tunabaki na swali, kilitokea nini mpaka akawa demon? Tuendelee kufuatilia mashine hii. Inafika asubuhi na kama kawaida, Gu-won anamchukua Dohei na kumpeleka ofisini. Wanafika ofisini, Dohei anakutana na msaidizi wake na kupewa taarifa kwamba tayari wamepata CCTV footage za nyumba ya Madam Ju siku ile ya kifo chake. Basi Dohei na Gu-won wanaingia ofisini na kuanza kuzifuatilia kwa pamoja, lakini wanatumia muda mrefu bila mafanikio yoyote. Ndipo Gu-won anamwambia Dohei kwamba anaweza mtafuta yule mtu aliyeuvamia kwa kutumia nguvu zake, na ndipo Dohei anakubali. Basi mwamba anashika mkono wa Dohei na kufanya uchawi, lakini safari hii mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Gu-won bana, kila akijaribu anaona anafeli. Akidhania kuwa hawezi tena kutumia nguvu zake, anajaribu kuivuta peni iliyopo mbali. Mara inakuja. Hapo anagundua kuwa nguvu zake bado zipo. Anajaribu tena. Mara hii wanapotea na kutokea store ya chakula. Basi wawili hawa wanajikuta wapo karibu kuliko kawaida. Wataalamu wanaita hii ni zero distance ase. Ni noma sana ase. Wakati huo nje ya kile chumba kulikuwa na wafanyakazi wakizungumza, na walikuwa wanasema inavyoonekana Dohei ana mahusiano ya siri na mtaalamu wetu. Jambo hili linawastua wote wawili. Katika hali ya kuhangaika, wanajikuta wanaangusha kitu, na sauti hiyo inawastua wale wafanyakazi wote na kuanza kusogea kwenye kile chumba. Ukisikia za mwizi 40 ndo hii sana. Basi pale pale mtaalamu wetu Gu-won anafanya uchawi na kutoweka chapu na kutokea nje ya ofisi. Dohei anamsukuma Gu-won kujitoa mikononi mwa Gu-won, akimwambia kwamba watu washaanza kutusema vibaya. Unadhani wakituona kwenye hali hii watatufikiriaje? Hapo ndipo Gu-won anamwambia mwanadada kuwa kuna kitu akipo sawa juu ya yule jangili, kwa sababu aliona sura yake na kama kumtafuta kupitia nguvu zake isingekuwa shida, lakini anashangaa kwa nini haiwezekani. Hapa ni kukumbushe, katika episodi ya 2 tuliona yule jangili akiwa nyumbani kwake akivua kinago usoni. Naanza pata mashaka, hii inaweza ikawa sababu ya Gu-won kushindwa kumtrack kwa kutumia nguvu zake ase, maana ile sura ambayo aliiona sio sura halisi ya yule jangili ase. Basi sini inatupeleka upande wa pili. Tunaona yule jamaa aliye hapa kulipiza kisasi juu ya kifo cha kaka yake. Anawauliza wafanyakazi wake kama wameshafanikiwa kumpata Gu-won, na wanapojibu kuwa bado hawajafanikiwa, mwamba anakasirika kinoma noma na kuwafukuza kwa hasira akisema,
wahakikishe wanampata akiwa hai. Basi pale pale anaingia mhudumu akileta vinywaji na matunda. Anaweka mezani na kuanza kuondoka. Lakini tunaona ameacha barua pale mezani. Ile bahasha bana imeandikwa hivi: wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Proverbs 8:17. Basi yule mwamba anaichukua na kuifungua. Ndani anakutana na picha ya mwamba wetu Gu-won akiwa sambamba na mwanadada Do-hye. Nyuma ya ile picha ikiwa na maelezo ya kutosha kabisa yakisema, huyo unayemtafuta anaitwa Jang Gu-won. Yeye ni executive director wa Sunflower Group. Kwa sasa ni mlinzi wa Do-hye, chairwoman wa Milako Group. Oya, huyu waiter ni nani ase? Hapa mwamba ajipange ase. Sini inaama na kutuonyesha upande wa pili. Leo bwana, wafanyakazi wote wa kampuni walikuwa na night party. Watu wamekata pombe mpaka saa 8 usiku. Basi bwana, ndani ya hii party ukaanza mchezo wa true or dare, yaani mchezo wa kusema ukweli. Basi mmoja akamuuliza mwamba Gu-won akimwambia, kwa nini ulimkataa mwanadada Do-hye? Au sio type yako? Basi jamaa akajibu akisema, hapana, sio kwamba simpendi, ninampenda sana binti Do-hye. Oya, haya maneno yalimstua sana Do-hye, huku watu wote wakishangilia kinoma noma. Jamaa akaendelea kumuuliza, so kwa nini ulimkataa? Gu-won anawaambia, watu wanaopenda nyama ya nguruwe huwa hawafugi nguruwe. Oya, hili neno lilimuumiza sana Do-hye, maana ilikuwa kama ni udhalilishaji ase. Binti pale pale anaondoka. Jamaa anamfata huku akimuuliza, kwa nini sasa kila akimshika mkono hawezi jichaji na kutumia nguvu zake? Bibi anamjibu, are you serious kweli? Anaendelea na kusema, mimi ni binadamu, nina hisia pia. Kwa nini wewe choo unawaza ni nguvu zako tu? Anageuka nyuma, anakuta mwamba washaondoka kitambo sana. Basi Gu-won akiwa anatembea zake kuondoka, ghafla anakutana kundi la yule jamaa mwenye kisasi naye. Kumbuka tayari alikuwa ameshapewa information zote kuhusu mwamba, hivyo ikawa rahisi sana kumpata. Oya, jamaa wakamweka mtu kati ya see. Upande wa pili Do-hye anashangaa jamaa ameenda wapi. Anashika simu na kuanza kumpigia, lakini simu haipokelewi. Oya, Do-hye anapagawa kinoma noma na kuanza kuzunguka kumtafuta. Upande wa Gu-won leo amepatikana ise. Gu-won anapigwa kinoma noma akiwa amezidiwa vibaya sana. Anapigwa gongo la kichwa na hapo jamaa anaenda chini, damu zikianza kutoka. Ghafla anatokea Do-hye. Anashangaa kuona wauni wamemzunguka Demon na tayari wamemjeruhi vibaya sana. Bibie ikabidi ajitetee ase. Anatoa kifaa cha kupiga shoti ya umeme na kuambia, mwacheni, kama mnajiweza mje kwangu. Oya, Do-hye anatetemeka kinoma noma. Ghafla kile kifaa kinazima. Oya, ukisikia siku ya kufanyani ndo hii sana. Basi mwanadada anatafuta kwenye mkoba. Anatoa bastola. Basi akawapulizia dawa fulani hivi wale masela, huku akimsogelea Gu-won na kuunyosha mkono wake. Pale pale mwamba wetu akamdaka bibie na kuushika mkono wake aisee. Pale pale mwamba anatumia nguvu zake na kujiponya yale majeraha yote. Oya, wale jamaa walichezea kichapo kinoma noma. Mtaalamu wetu akiwa anacheza na mrembo Do-hye aliwapiga wale majangili kinoma noma. Yaani bana ni balaa. Leo hawa jamaa lazima wakasimuliwe. Gu-won anaendelea na kusema, sasa natakiwa niishi kwa sheria hii. Rule number 1, never let her out of your sight. Anaendelea kwa kusema, rule number 2, never stray far from her. Na anamalizia kwa kusema, rule number 3, never fall in love with her. Je, ni kweli mwamba Gu-won ataweza kuishi kwa kufata sheria hizi bila ya kumpenda mwanadada wetu Do-hye? Kufikia hapo mimi sina la ziada. Naomba tukutane katika episodi inayofuata. Mambo ni hapa hapa Movika Daily TV.
Kama hujasubscribe chaneli yetu, basi hakikisha unafanya hivyo, mtu wangu wa nguvu.